mtabarikiwa. Na bado wanangu, mimi nitabarikiwa mpaka mtashangaa. Nimemwambia Mungu, nimempa bajeti yangu, hajanipa. Nimempa bajeti ya bilioni 7 ya mtambo mwaka gani, ndio namkumbusha. Unajua baada ya wapi si kana Mungu kama umekaa kwenye njia, mpe bajeti. Hii ni serikali ya mbinguni. Hii ni serikali ya wapi? Sasa hivi mwaka unaisha, ingia kwenye mwaka wa bajeti. Kama nayo mwezi wa 10, Bwana sasa mwaka wa bajeti. Kama mwaka wa bajeti inahitaji bilioni 7 na pointi kadhaa kwa ajili ya biashara. Biashara kizaa, nataka kununua seti ya vyombo ya kuhubiria, nataka kujenga kanisa. Sasa Mungu nipate faida zaidi ya bilioni kadhaa. Mungu tena usiombe Mungu kwa ina ndogo. Amen. Sio Mungu ina ndogo. Amen. Ina ndogo naweza kutafuta. Amen. Uniite na nitaitika, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usio. Nipate leo rafiki yangu 50. Mungu nisaidie nipate milioni 1. Sasa milioni 1 na matatizo ya milioni 100. Unatatua. Unaomba milioni 1 wakati umepanga. Kupanga kwenye nyumba sio viwili sio ngapi? Miezi 6 sio laki ngapi? Si unanielewa? Usiende kwa Mungu kuomba vitu vidogo. Vitu vidogo na uwezo. Wewe ni Mungu, wewe hapa duniani Mungu amekupa utawala. Si unanielewa? Wewe vitu vidogo vile unatafuta wewe mwenyewe. Lakini yale mambo makubwa magumu, mabajeti mazito kisha Bwana. Amen. Halo. Amen. Kwa hiyo kuna watu wamebarikiwa mjini na wamebarikiwa. Na hiyo kuna mtu yuko hapa, vibarua vile vya Rudewa ndio vinafanya hapa. Amen. Rudewa alikuwa analima magugu kwenye mashamba ya watu, sasa yuko kwenye mashamba ya jeshi kule Wazo. Amen. Huko hapa Dar es Salaam. Kutoka Usukumani wewe ngosha gete. Huko na huko napiga lijembe mama. Kazi ngumu Msukuma. No, watu wako maofisini wanatoka full AC. Unajua kuna vitu vinauma. Na watu wanavaa nguo mpaka itakai. Sasa wewe ndugu yangu. Huko tu matunda mchicha. Unatembea mpaka wewe unakaa upande alafu nimepasuka. Matunda na Yesu anaokoa. Ukiangalia chini mpaka jua unaona wewe. Beseni yako imeandikwa Yesu anaweza. Akiangalia imepasuka. Roho hiyo iwe kwa jina la Yesu. Tunatakiwa sisi ni uzao wa kifalme. Kama Mungu ametupa ufalme, baraka hizi zote zinatujilia. Si unaelewa? Tukiwa mjini, baraka tumebarikiwa. Mwanangu usikae mjini ukakaa maisha yako tu usina hata gari, basi hata baisikeli angalau kumoja hata roho maskini. Amen. Unataka mtoto mbele ya mwanangu au na kanisa. Amen. Weza kurudewa huko na wapi huko na ni bwana wana magari. Unanielewa? Ni kwa sababu hujajua jinsi ya kumtafuta Mungu akatubariki. Amen. Tunatumia fuporojo na maombi ya kufunga siku 3. Ni Mungu unisaidie, anaangalia gari na mpango gani nayo. Nyumba na mpango gani nayo. Lazima utangulize ufalme wa Mungu kwanza, lakini ukae katika sheria ya kifalme. Amen. Haleluya. Utabarikiwa mjini na utabarikiwa shamba. Wanatasema yani unaenda kulima au umepeleka kitimoto kule kwa shangazi. Kitimoto anazaa sana na ng'ombe wanazaa sana. Yani kuku usiseme. Kuna watu wakifuga kuku wakifika 3 padeli. Weka dawa kuku 3. Amekaa panda mpinda. Yani vitu vingine ukijenga unasema mimi ndo naonewa nini? Anabariki na mifugo yako. Ng'ombe unakuta yanakula kawaida tu ng'ombe mpaka ndio mwili unavuta namna hiyo. Kawaida ng'ombe za walokole zina mifupa mingi yao. Ngao ng'ombe kweli hapo ndio kalingana mbuzi, lakini unaona mifupa yametangulia huko. Yana nimebakia pendo ndio zinazunguka. Hapo sema haleluya, Bwana amenipa mfugo. Sitaki mfugo ya namna hiyo. Amen. Sitaki kabisa. Amen. Naongea na watu. Amen. Hata mifugo yako inafanya nini? Inabarikiwa. Hata uzao, sema uzao. Kuna watu wanabarikiwa kwenye kuzaa. Unazaa vitoto sio ya kawaida. Unakuta mtu na watoto, huyu yuko Uingereza, huyu ni mwanasheria, huyu sijui ni hakimu, huyu sijui ni waziri, huyu ni mbunge wa kwako, huyu ni mteja, huyu mpiga roba, huyu changudomo. Nimebakia na waka tunakenyeka na iba mchuzi mbali. Amen. Kuna kuzaa na kujifungua. Amen. Halo? Kuna kuzaa na kuna mtoto wewe kimejifungua. Tafuta namna ya kumkomboa wewe uzao. Amen. Halo?